Nashukuru Mungu wakati huu kwa wema na fadhili. Nikisema Bwana wa mabwana ni mwaminifu katika maisha yetu. Sema amen. Hakuna ambaye anaitwa na neno la Bwana analia watu wa dunia wakilia. Hakuna anaitwa na Mungu anateseka watu wa dunia wakiteseka. Neno ninaloenda kulihubiri leo, ninahubiri kuhusu kukataa. Ambia mwenzako kataa. Ambia mwenzako kataa. Maana kuna mambo ambayo tunashirikishwa. Kuna mambo ambayo tunatendewa pasipo haki yetu, pasipo kutaka kwetu, pasipo idhini yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nayo ni mambo kama gani? Mambo mengi kama hayo unatendewa katika ndoto. Unaenda unalala, unaota ukiwa sherehe, unalishwa viapo na adui pasipo idhini yako. Kwanzia leo ambia roho yako usikubali. Ambia roho yako isikubali. Maana kuna mambo ambayo yanatendea katika ulimwengu wa roho ambayo yanafanya maisha yetu yanakuwa ya kilio, yanafanya maisha yetu yanakuwa ya shinda, yanafanya maisha yetu yanakuwa ya usumbufu. Si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu tumetendewa na hatukukubali. Haleluya. Basi Biblia inasema ikatokea wakati Isaka akawa mzee sana. Baada ya Isaka kuwa mzee, alienda akamuita mwanawe Esau, akamwambia, mzee, muda wangu wa kuishi ni kama mambo imeenda ikisorota. Kwa hivyo nenda tafuta mawindo ili ukaweze kunichinjia nami nikakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema kuna wakati Esau alitoka mawindoni akupata chochote, na hapo ikawa alimwambia Isaka, akamwambia nani Yakobo akaweze kumpatia chakula kidogo ili akaweze kukua. Yakobo akamwambia, pasipo uzaliwa wako wa kwanza siwezi kukupea. Naye jamaa akapeana pasipo kujua ya kwamba ni mambo anafanya hayafai kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa nimekuambia kataa. Halo, kataa. Kuna mambo mengine unaambiwa, kuna mambo mengine unaonyeshwa, wewe hujui kama ni baya, hujui kama iko na effect, lakini baadaye ndio unakuja kujua, kumbe nilikosea mahali. Haleluya. Leo nimekuja nikufunze kukataa. Katika maisha yako kataa, katika mawazo kataa, katika familia kataa. Unakataa nini? Unakataa kutumiwa vibaya, unakataa kuonewa na shetani, unakataa generation yako kupata mambo na madhara yasiyofaa katika maisha yako. Basi tusomewe kile kitabu Genesis chapter 27 verse 39 and 40. Genesis chapter 27 verse 39 and 40. Inasema nini? Isaka baba yake akamjibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako. Unatoka juu. Ndio. Kwa upanga wako wewe utaishi. Nawe utamtumikia nduguyo. Nawe utamtumikia nduguyo. Na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yake. Utalivunjwa kongwa lake katika shingo lako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Esau akikuja na mawindo akakuta Yakobo asabeba baraka zote. Biblia inasema hapo baraka zilipoenda ndipo baba yake akamwambia, nimepeana baraka zote kwa nduguyo. Naye akamuuliza, baba, nitafanya nini? Akamwambia, sasa sikiza, baraka zote nimepeana, lakini liko jambo nitakwambia. Ndugu yako utamtumikia, lakini utakapochoka utavunja kongo iliyo ndani ya shingo yako
kila mmoja kuna mizigo umebebeshwa, kila mmoja kuna mambo umetendewa ambayo hayakuwa haki katika maisha yako, hayakuwa haki katika mawazo. Ukichoka kutumika, ninasema kataa, ni lazima ukakatae. Maana Esau aliambiwa na Isaka, utakapochoka utakataa kutumika, na kukataa kutumika ni kukata kongwa lililokuwa ndani ya shingo lake. Haleluya! Kuna watu wanatumikishwa, familia zinaangamia, ndugu zetu wanaangamia, maisha yao imekuwa ni ya shinda. Leo ni lazima tukatae kutumika katika ufalme ambao utaturudisha nyuma. Leo lazima tukatae kusimama katika maneno na midomo ya watu wachafu. Leo lazima tukatae kwenda katika mikao za machengenyo, ili Bwana akaingie katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia katika kitabu za Zaburi 1:1 inasema, ni heri mtu yule asiyekwenda katika kikao za watu wasio haki, na watu ambao ni wakosaji na wenye mzaa. Mtu huyu utafakari sheria za Bwana usiku na hata na mchana. Biblia inasema mtu huyu amefananishwa na mti uliopandwa kando kando ya mto, uzaa matunda wakati wake. Mtu huyu kila kazi afanyayo itafanikiwa. Leo nimekuja nikwambie, lazima ukatae mambo ambayo ulikuwa unatembelea, lazima ukatae vitu ambavyo ulikuwa unavifanya, ili Bwana akapenya katika maisha yako. Haleluya! Neema ya Bwana inatufunza kukataa, maana katika ndoto tunaridhishwa. Neema ya Bwana inatufunza kukataa, maana katika tabu zetu na mashinda tunakuta tumeridhishwa vitu ambavyo hatutaweza kujitoa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya mwanadamu ni maisha ya dhamana sana. Maisha ya mwanadamu ni maisha iko na kupanda na kushuka, lakini mpendo, usipojihadhari utajikuta umeingia katika mitego ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tukatae. Ambia mwenzako kataa. Kataa kutumika vibaya. Kataa kuonewa na shetani. Kataa miungu ya kigeni katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haijalishi, leo nimekuja nikwambie, mtu yoyote mtumwa ana haki. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote mtumwa ana urithi. Mtu yoyote mtumwa ana chochote cha kulinga nacho. Lakini wewe ni mteule, wewe ni mzao wa kifalme, wewe ni ukoo mteule wa kikuhani. Unafaa utembee katika hali ya ukuhani, ukijua ya kwamba vyote unavyovihitaji viko katika nyumba ya baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kwa kukosa kujua, kwa kutokuwa na ufahamu wa kujua haki yako, unatumikishwa katika falme, unatumikishwa katika mambo ya fai, unatumikishwa katika mitego ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujue kusimama na kutenda haki mbele za Bwana, maana shetani anapata loophole, anaingilia mahali ambapo unafungua kama mlango kidogo. Halo. Na ukifungua mlango kidogo, naye anaingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tujifunze kukataa mambo mengine. Lazima tujifunze kukataa njia zote zile azikupeleki katika neno la Bwana. Vikao vyote vinaokupeleka kwa shinda lazima tuvikatae. Mambo yote ambayo hayako katika neno, hayasimami, lazima tuyakatae. Nisomeo kitabu ya Kutoka, Exodus chapter 2 verse 11 and 12. Exodus chapter 2 verse 11 and 12. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, ndio akatoka kumwendea ndugu zake. Akatazama mizigo yao, akamwona Mmisri anampiga Mwibrania, mmoja wapo wa ndugu zake. Ndio basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Mmisri yule, akamficha ndani ya mchanga. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Musa
alipoanza kuwa mtu mkubwa, maana alilewa katika ikulu ya Farao, Biblia inasema akaanza kutembea kidogo, akiona ndugu zake Waisraeli jinsi wanavyoendelea. Biblia inasema akakuta mizigo na kazi wanaofanya ni kazi kubwa mno na nzito. Haleluya! Basi Biblia inasema Musa akaona vile kulivyo, akaenda akashika Misri waliokuwa na bishana na Mwisraeli, akamuua, na baada ya kumuua akamzika. Ukiendelea kusoma, iko siku tena akitembea alikuta Waisraeli wawili wakipigana. Mmoja wao ndiye alimuuliza, je, unataka kuniua kama Mmisri? Leo nimekuja nikuambie kama Musa alikataa kukaa katika ikulu mahali alikuwa anakula vizuri, alikataa mahali alikuwa anavaa, alikataa mahali alikuwa analala vizuri, ili akaweze kuwakomboa Waisraeli. Leo wewe ndiwe Musa. Nimekuja nikwambie, wewe ndiwe Musa leo. Lazima ukatae watoto wako kufinyiliwa, lazima ukatae kanisa la Mungu kuonewa, lazima ukatae boma yako kufinywa, na utakataa vingine. Ni lazima ukatae kusimama katika mambo inayokutoa katika mapenzi ya Mungu. Haleluya! Basi Musa akakataa na akasema, iyarishi, sifai kuitwa mmoja wa ikulu wakati watu wanaangamia, sifai kuitwa mmoja wa watumishi wakati Israeli wanateseka. Leo lazima ukajue ubebe mzigo. Hata Nehemia alikataa kukaa katika ufalume, kukaa katika ukubwa, wakati Yerusalemu inaonekana kama maganjo, wakati ukuta wa Yerusalemu uko haujajengwa. Leo nimekuja nikwambie, kataa kuona vipo barabarani, kataa kuona wakati Mungu watu wake wanaibiwa na shetani na kuangamizwa. Mpendwa, lazima uchukue nafasi, lazima uchukue hatua ukaweze kuwatetea, lazima uchukue hatua ukaweze kuwapigania, lazima uchukue hatua ukasimame kama Musa wa leo. Simama kama Gideoni, ukaweze kupigania taifa, ukaweze kupigania maisha na anga ya watu. Haleluya! Watu wanakufa barabarani na maaccident, watu unasikia vita vinainuka pande hii na pande hii. Mpendwa, ni sisi tusimame. Haleluya! Lazima tukatae mambo hayo, maana kama hatutakataa hata sisi tutakuwa watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa usikuwe mtumwa, ni lazima ukatae yale mambo unaona hayafai katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema Mungu wetu ni roho, kwa hivyo wanaomwabudu lazima wamwabudu katika roho na katika kweli. Na kwa sababu ya hiyo ni tusimame tukatae mambo maovu yanayoendelea, ubakaji unaoendelea. Ndugu zako wanakufa na ulevi, ndugu zako wanakufa na anasa. Ni lazima tukatae, tuingie kwa maombi, tumwambie Bwana akatupiganie. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo familia yenu naiona, wewe ndio utaikomboa. Bwana Yesu asifiwe. Hao wazazi wako, wewe ndio utasimama Mungu akatende jambo. Hao watu unaona wanasukumwa na mashindano, wewe ndio utasimama ili Bwana akafanye jambo katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, usi wakati wa kukaa, usi wakati wa kurelax, usi wakati wa kujiangalia, ni wakati wa kujirusha mbele za Bwana na kumwambia Bwana, mapenzi yako itimie katika maisha yetu. Maana kama hautamkaribia Bwana, maisha yako haitakuwa ya kutamani. Bwana Yesu asifiwe. Iangalie jinsi ulivyo, angalia pale umetoka. Wengi wetu tunasahau. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa watu wa kusahau. Ukikuja hapa kidogo, mambo ikiingiana vizuri, unasahau pale ulitoka. Halo, kumbuka pale ni nyumbani, na kwa sababu ni nyumbani, usipende maisha ya tauni sana. Fikiria pia pale ulitoka, ili ukaweze kusaidia wale uliacha, ili maisha yao nayo ikaweze kuinuka. Sio kwa fedha tu. Wewe ambao umejua neno la Bwana na kujua jinsi ya kujiitania kwa Baba, ingia katika magoti, itana kwa ajili ya hao watu, na Mungu atasikia na atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Itana kwa ajili ya mataifa, na Mungu ataweza kujidhihirisha.
Itana kwa ajili ya watoto wako na nyumba, Mungu atatenda. Tafuta muda wako kuja katika madhabahu. Itana pia kwa ajili ya madhabahu haya, na Mungu naye ataweza kuinua vitu mingi. Bwana Yesu asifiwe. Tusikue tu ni watu wa kukaa chini, tusikue tu ni watu wa kuangaliana. Tukitangaza maombi every Friday ni prayer and fasting, lakini unakuta wale wanakuja ni wachache, na wale wamemaintain kukuja, kuna kitu wameonja, kuna mambo mapya wameona katika maisha, kuna mabadiliko Mungu anaendelea akitenda. Kwa hivyo nawasihi watu wa Mungu, wacha tukue chumvi ya dunia, maana tusipokuwa chumvi hatutaonja maisha unayeweza ita mwingine umhubiria kufuate. Bwana Yesu asifiwe. Imagine sasa pale kwa plot, wewe ndio upiga, wewe ndio unachuna watoto kwa plot, ate wamekanyanga kwa nyumba yako. Pale wewe ndio unapiga kelele sana kwa plot, mpaka majirani wanauliza huyu naye anaenda kanisa wapi? Na kila Sunday wanakuonanga. Kubali kubeba mzigo wa neno la Bwana. Wacha kuaibisha madhabahu, heshimisha madhabahu ya Bwana, naye Bwana atakuheshimisha. Ninasema kataa kutukanwa, vita na kupigwa vita ambavyo havina njia katika maisha yako. Vitu zingine tuache kujiletea na wacha kujipigania. Ambia Mungu akupiganie vita vyako. Wacha kujipigania, mwambie Bwana akupiganie. Biblia inasema wakati Yesu aliingia kwa mikono ya Wayahudi, walianza kumdhihaki ati huyu ndiye mfalme. Yeye, maandiko inasema Yesu alinyamaza kimya. Sababu gani? Alijua yuko mtetezi wake. Bwana Yesu asifiwe. Mtetezi wako yuko, wacha kutishika na mambo. Mtetezi wako yuko, wacha kulialia. Mtetezi wako yuko, wacha kusumbuka na mambo. Muite yeye asimame, muite yeye atende, muite yeye aonekane, muite yeye ajidhihirishe katika maisha yako. Na ukiamua ajitukuze kwako, atajitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sometimes decision making inasumbua sana. Halo. Kufanya uamuzi uwanga inasumbua, kwa sababu unakuta mtu ako na maswali mengi anajiuliza. Huenda nikifanya hivi tokea itakiwa hivi, huenda nikifanya hivi kutakuwa hivi. Lakini ninakona jambo moja: kataa kutumika, kataa kuonewa, kataa kutembea na watu ambao hawana mwelekeo katika maisha yako. Funga marafiki ambao hawana faida katika maisha yako. Haleluya. Amen. Nisomeo kitabu cha Danieli. Leo nataka kuongea na mtu ambaye ameshikwa mateka na ufalme. Mtu ambaye ametumikishwa mpaka amefika kwa kona. Kuna watu katika kanisa mahali hapa, unakuta mtu amejaribu, ukifungua tu kazi kidogo inaisha na wiki. Ukifanya jambo hili hata ukiajiriwa. Sasa kuna maroho na mizimu usimamishwa kwa ajili ya watu. Unakuta mboma imewekewa limitation, na ile limitation imewekwa ni kwamba hakuna kitu chochote unachoweza kukifanya kikaweze kufaulu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nimekuja nikwambie kataa. Maana ukikataa Mungu naye ataangalia kile unakataa, na Mungu atasimama, atakutetea. Inasema nini? Danieli 3:15 mpaka 18. Basi sasa kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda na vidibi na kinubi na nzeze na zaduri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudu sanamu iliyosimamishwa, ni vema, bali msipoisujudia mtatupwa sasa hivyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa nyinyi na mikono yangu? Ndipo imefika, nimekwambia soma 15:18. Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, wakamwambia Nebukadneza, hamna haja
kukujibu katika neno hili. Hamna ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Basi kama sivyo, ujua mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema huu ni wakati ambapo vijana hawa ama Wayahudi walitekwa mateka na ufalme wa Babuloni, wakapelekwa mpaka kwa Nebukadneza. Biblia inasema walipofika mahala pale, wakakuta sheria na miungu inayotumikiziwa mahala pale nyingine. Biblia inasema hawakugeuza nia yao wafuate miungu ya wengine, walienda kutumikia Mungu wao. Ndipo adui akainua kiburi, akaweza kusimamisha Nebukadneza, akaumba sanamu ili watu wa nchi yake Babuloni wote wakaiabudu. Biblia inasema walijua Shadraka, Meshaki na Abednego Mungu wanaomwabudu sio Mungu anaoabudiwa na Shadraka, Meshaki na Abednego, na juu walitaka kumtoa katika Mungu wao. Biblia inasema Nebukadneza akatengeneza sanamu, na wakasema kinupi yote vikipigwa watu wainamie miungu. Biblia inasema ilipopigwa mara ya kwanza, hawa vijana hawakuinama, ambaye ni Shadraka, Meshaki na Abednego, watu ambao wanajua Mungu wao. Leo nimekuja nikwambie, hakuna kile kitakutoa katika mapenzi ya Mungu kama unamjua Mungu wako. Hakuna kile kitakutoa katika njia ya Mungu wako kama unajua sheria ya Mungu wako. Hata kama ni vito, hata kama ni nini, hautatoka na kusimamia watu. Ndiposa nimekuja nikwambie, itabidi ujifunze kukataa mambo ambayo na mitego ya shetani, ili Bwana akajitukuze. Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa kuinamia miungu ya Nebukadneza. Leo nimekuja nikwambie, kataa kuinamia hiyo miungu. Inakuletea ndoto ukikula nyama, inakuletea ndoto ukifukuzwa, inakuletea ndoto usiku ukifanya ngono na watu ambao wajui. Leo lazima ukatae ili Bwana akasimame na wewe. Leo lazima ukatae ili Bwana akakuinue viwango. Leo lazima ukatae ili Bwana akatembee na wewe katika njia iliyo sawa. Haleluya. 19. Nilikuwa nataka mpaka 18. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni mateso aina gani. Hawa ndugu watatu waliambiwa, sikiza, tukipiga vinuvi muiname na muiabudu. Lakini walimwambia Nebukadneza kwa macho, wakamwambia, sisi hatuna haya ya kushinda kukuambia ungoje upige mara ya pili. Hatuko tayari kuinama, kwa sababu tunajua Mungu ambaye tunamtumikia yuko na uwezo wa kutuinua. Leo nataka mtu ambia hiyo mashinde unaona kama imepandwa kwako, uko na Mungu ambaye unamjua, hata kutoa katika ile shinda. Hata kama walikukataa kukupea kazi na wanaidhinisha ufanye jambo ndiposa upewe, nasema usikubali. Simama na Mungu wako, naye Mungu atakutetea. Ile mitego unafanyiwa, kataa kuitumikia Mungu, naye atasimama na maisha yako. Haleluya. Shadraka, Meshaki na Abednego, watu walikuwa wamebeba manto ya Mungu, wakasema, sikiza mfalme, hatutainama, tumekataa. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ukienda mbele, walipokataa Nebukadneza akasema moto na uongezwe mara 12. Hiyo ni kumaanisha nini? Shetani akitaka kukubali mambo yake ataongeza vitisho katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ataongeza intimidations ili ukaingie katika line ili anataka ukaingie. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ataingia, atakuingisha uoga ili ukaweze kukubali mitego yake. Lakini leo nimekuja nikwambie, kataa. Hakuna kitu shetani atakufanya. Biblia inasema mpinge shetani naye atatoroka katika maisha yako. Biblia inasema mpinge au utamuona karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni majaribu, basi Biblia hiyo inasema ya kwamba hautajaribiwa kuliko uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tujue, hata kama mambo inatusonga, hata kama mambo inakuja ya aina gani, mazito aina gani,
simama imara, umtetee Bwana Yesu. Haleluya. Biblia inasema Yesu alipokufa aliwekwa kwa kaburi ya Simioni, na wanafunzi wake waliona, hata wale kina mama yake na kina Maria Magdalene wote na kina Martha waliona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na wakaona mawe imewekwa kwa mlango wa kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi yake na mapema walirauka mbio wakapake mwili wa Yesu mafuta. Hawajui nani atawatolea mawe walioacha imewekwa, lakini imani yao ilikuwa twendeni tukamupake mafuta. Wakatoka wakaenda wakakimbia, lakini Biblia inasema wakifika mahala pale walikuta njiwa aliko. Leo nimekuja nikwambie, kile ulikuwa unaona kiwezekani, kile ulikuwa unaona utaweza, kiendee, utakuta Mungu amefanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ukao unyamazi useme hata wanaume walishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Akijawekwa kishindaniwe, kimewekwa hapo, chukua hatua ya imani ukaweze kukitimiza kile jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hilo jiwe waliacha limewekwa, wanakimbia na wanajua jiwe liliwekwa, lakini wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Jaribuni kuchukua riski katika kazi ya Mungu. Halo. Huyo simwanze ku exercise your faith. Exercise your faith. Hilo jambo unaona ni ngumu, haliwezekani, mwambie Bwana, ili kwangu naomba liwezekane. Kwa sababu Biblia inatuambia hakuna lisilowezekana wapi? Kwa Mungu. Lazima tujue ku exercise your faith. Tumwambie Mungu, sasa wewe chukua nafasi. Maana ukimpatia Mungu nafasi, ataikamata vile unataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuache kundunishwa. Tuache kutishwa na mambo. Tuache kuwekwa uoga na mambo ambayo tunaonyeshwa ni mlima katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata yale hayawezekani kwako, Mungu anaweza. Si umwambie Baba, wewe kwa sababu unaweza, hata mimi niwezeshe nikaweze kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini unaona kulemewa? Kwa nini unaona kuishiwa na nguvu? Kwa nini unaona hata wao walishindwa? Wao ndio walishindwa, si wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tuanze kubeba mizigo na tukaweze kufanya uamuzi katika maisha yetu. Maana mambo mengine lazima tuamue kuyatenda ili yakaweze kupata ufanisi. Mambo mengine lazima tujue kufanya uamuzi, tuyaendee ili yakaweze kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wenye ukoma walipoamua kuenda, walienda wakufe ama washibe. Lakini Mungu naye akajua natumia njia kukomboa taifa. Wale watu walipokuwa wanaenda, Mungu akafungua njia. Kwa hivyo ni wewe usukue hatua, uendee kile unaona ni mlima, uendee kile unaona kiwezekani. Mungu naye atatafuta njia ya kuweza kukitenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatafuta njia ya kuweza kukamilisha na kudhihirisha hiyo kazi ulikuwa unataka kuitimiza. Haleluya. Tusomewe hiyo Danieli 3:24-25. Inasema nini? Ndipo Nebukadneza akastaajabu. Akainuka kwa haraka. Akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme. Wakamwambia nini? Kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hadi hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema baada ya Nebukadneza kuruza hao jamaa kwa moto, na walikuwa wamekataa, walipoingia kwa moto wakakuta Mungu amewatangulia. Bwana Yesu asifiwe. Na alipowatangulia wakaanza kutembea kwa moto, na Biblia inasema walikuwa wamefungwa mikono na miguu ili wasitoroke. Lakini waliporushwa kwa moto, moto ulichoma zile kamba peke yake.
au kugusa hata nguo zao, wakaanza kutembea kwa moto. Biblia inasema kile ambacho mwanadamu ametenda kinaweza kikaharibika, lakini kile Mungu ametenda kitasimama imara. Aliye wa Mungu ataibika, aliye wa Mungu atafirishika, aliyesimama na Mungu atapata shinda, ulimwengu akitabika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa niliwaambia mwisho wa mawazo ya mwanadamu, hapo ndipo Mungu huanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ambia Mungu katika maisha yako akaweze kuanza, na hapo usikie ni ukweli. Biblia inasema wale walikuwa wameshika hawa jamaa kuwarusha kwa moto, au ndio mwali wa moto ulirudi ukawachoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapoendea jambo ngumu katika maisha yako, unaona hauwezi, ukimtangulisha Mungu, Mungu naye utakuta amepita. Halo, ni mara ngapi unaendanga mahali ambapo hata hauna cha kufanya, unakuta Mungu ametenda. Hiyo imani lazima uipepe na uijenge, ili Mungu naye akaweze kutembea na wewe. Haleluya. Lazima ubebe hiyo imani na uifanyishe kazi, maana Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Kwa hivyo imani yoyote pasipo kufanyishwa kazi, uwanga inakufa. Lazima tujue kufanyisha imani kazi ili ikafanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo imani hakuwezekani, maana hata vitu vyote mnavyoviona katika ulimwengu huu viliumbwa kwa imani, maana hakuna kitu Mungu alitengeneza isipokuwa mwanadamu. Mwanadamu ndiye aliumbwa kwa udongo, lakini vitu vingine vyote ni kwa njia ya imani. Alisema na iwe, na mambo inakuwa. Praise God. Kwa hivyo lazima tujue kujifunza na tujue kusimama katika laini yetu, ili Mungu naye akatutetee. Lazima tuweze kusimama katika njia inayostahili na inayofaa, Mungu naye akatukuzwe ndani yetu. Lazima tujue kushika njia ambayo itatupeleka katika anga, itatupeleka katika neno. Tukiitana maombi, tukuja maombi. Tukiitana kesha, kuja kesha ukiomba, maana Biblia inasema kesheni mkiomba, msiingie katika majaribu. Kwa hivyo tutakapomwambia Bwana akuwe msaada katika maisha yetu, hayo yote yanawezekana. Tutakapomwambia Bwana simama tupiganie vita, atapigana vita. Ukimwambia Bwana sina hiki, nani wewe ninategemea, Bwana naye atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa makosa kubwa tulio nayo ni kubwa. Unakuta kijana, ikuwe ni mwanaume ama msichana, ako na boyfriend kama 10. Mwanaume naye ako na girlfriend kama 10. Sasa unafanya comparison, ni kama viatu sasa unapima kwa soko. Wacha nikwambie, utaanguka patupu. Yaani utaanguka uchole kastashu chini, pili utagonga chini. Praise God. Ni lazima kumsikiza Mungu. Wacha kusikiza mapenzi yako na mambo yako. Usijiendee kwa macho yako. Ambia Mungu atembee na wewe. Ambia Mungu akushike mkono. Na ukimwambia Mungu akushike mkono, basi wacha kumuonyesha vile utatembea ama vile atatembea. Mwache yeye akupeleke, na yeye akikupeleka basi utafaulu na utafika salama. Bwana Yesu asifiwe. Maisha tunaoishi ni maisha iko na mitihani mingi, maisha iko na majaribu mengi, lakini wacha nikwambie, yule atasimama katika miguu yake katika neno la Bwana kwa ukweli na kwa hakika, hataibika katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Yule atasimama katika neno na kuamua kulisikiza na kutenda vile Mungu anavyotaka akatende, huyo hataibika, atasimama. Bwana Yesu asifiwe. Ipoza sasa, saa ingine unaona mtu, wale watu ambao wanasimama na Mungu sana wanaitangwa kimbelembele, si ndio? Kwa nini uongo? Wanaitangwa kimbelembele, na saa ingine kimbelembele hao unakutanga wengine na hiyo kimbelembele yao imewapeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati wote unapoenda kuomba Mungu, mwambie akupatie roho itakayenenda na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Akupe roho ngumu itakusaidia kukataa na kusimama. Maana sasa hawa wanaona moto ndio hii, wanaingizwa kwa moto na wanasema tuingize. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mambo ingine tu, mambo rahisi tu, bado umuite Mungu wako, wewe tayari ndio wa kwanza
Inua mikono. Usinitende, usinitende. Kwa sababu gani? Hauna imani na huyu Mungu unamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue kubeba manto ya Mungu. Ni lazima tujue kukaza imani zetu. Na ndio yako ikuwe ndio, na la yako ikuwe la. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mtu wa msimamo. Msimamo ndio unasumbua watu wengi. Unasikia sauti, enda mahali fulani, fanya MBCD, lakini roho nyingine inakwambia usijaribu. Unakatalia pale. Si wende ufanye. Mungu naye afanye yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo unaona pia mtoto anaweza kuonjeka pale kwa plot. Roho inakwambia si wende uombe huyo mtoto anaweza pona. Nyingine inakwambia na asipopona. Kwani kazi yako ni ya kuponya? Halo. Tenda Mungu atimize. Bwana Yesu asifiwe. Simama katika pengo. Fanya kile kilicho chako. Bwana naye atimize ndani ya maisha yako. Halo. Wacheni uoga na vuguvugu ya imani. Lazima tukaze imani zetu, Mungu naye asimame. Na ukikuwa mtu wa kuamuzi, itakusaidia kukataa mambo mengi. Vikao za machengenyo, hautaenda kukaa, utakataa. Mtu atakuwa anakuja. Mimi kwanza nakuanga mzuri sana. Ukinipatia mshene ya mtu usinanga shinda, nitasikiza. Lakini nami nitakuitia huyo ulikuwa unaniambia juu yake. Hebu niambie vile ulikuwa unasema juu ya huyo. Sababu nami mimi nakuanga muwazi. Nakuanga hivyo. Kwa hivyo ukikuja kuniletea maneno njoo ukijipanga. Sababu nitasikiza ndio. Lakini nitaita huyo unaniambia story zake. Nipoza tujue ni ukweli unasema ama unadanganya. Maana nami sitakangi uongo, nataka vitu vya ukweli. Halo. Kwa hivyo lazima mkuwe watu watakao simama na kueleweka. Na mkikaa vizuri na msimame vyema, Mungu naye atatoka katika maisha yenu. Maana anasema katikati yenu atashuka na katikati yenu atatembea. Atatembea namna gani? Kama roho zenu haziko hapa na mko hapa. Ndipo akawaambia wengine, akiwahubiria, akawaambia wengi wenu mko sana na kuniita Yesu Yesu kwa midomo, lakini ndani ya roho zenu ziyuko ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini alisema? Maana watu wako hivyo. Halo. Unataka kujua? Nikukumbushe. Nikukumbushe. Iangalie mahali uliingia kwa majaribu kandogo. Marafiki wako walienda wapi? Wale wanakaa hapo sasa ile mnakula meza moja mlevi. Wanakuita mlevi sasa, baite, wewe uko chonjo. Sasa ile mnakula. Pako na kitu kandogo hapo ndio utajua hiyo baite hakuna. Utatafuta mtu wa kusimama na wewe ndio utaanza kulaani. Si kujua mko. Hukujuaje? Mungu ndiye rafiki ambaye hatawahi kuacha maishani mwako. Ukuwe na shinda na furaha. Yesu mwana wa Mungu alikuja juu yako na atakupigania. Fanya uamuzi wa kutosha. Simama katika hilo neno na usimame katika yeye na ukatae urafiki wa unafiki katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikataa hayo utaona msaada. Maana utakaa na mtu atakuelekesha. Na yale mambo atakuelekesha, ukiyafuata na kuenenda nayo, hautaligereti katika maisha yako. Lakini ukienda nao marafiki sasa wa ukura pamoja kama marafiki wa ulevi. Rafiki wa ulevi yako radhi akununulie chupa ya pombe ukunywe, lakini hawezi kupeleka kwa hoteli ya kununulie chakula ukule. Hawezi. Lakini kwa pombe hata anaweza kusema pewa 2. Sasa hiyo 2 ni mia ngapi? 500. Na lunch ni mia ngapi? Na hawezi kununulia lunch ya 200. Kwa hivyo lazima ujue kufanya uamuzi kutembea na mtu ambaye atakwambia twende. Kama Daudi vile alisema, nalifurahi sana waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nawe furahi sairi uko na mtu anakuambia tukifanya hii biashara tutainuliwa viwango. Anakuambia tukienda na njia, tukifunga na kuomba tutamuona Mungu kwa maisha yetu. Wacha kuenda na watu tu wakupatia mishene ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mshene isibisangi. Mutaongea hapo tu mtoke na muende. Na wengine mtaongea na ule mlikuwa mnaongea anaenda kwake. Unajua nini? Hata unasemanga Faith ni rafiki yako. You see? Sasa mliongea na membia hata uongea kwa ubaya, lakini imebadilishwa. Imefika kwa Faith biba. Sasa utakuta Faith na wewe katikati. Amuendanishi tena. Kwa sababu gani? Adui ameingilia kutoka kwa rafiki yako na mambo imebadilika. Kwa hivyo lazima tukatae. Leo tukatae kutumika na mambo ambayo hayatufaidi katika maisha yetu.
tukatae kutumika na mipango ya watu ama kubebwa vibaya na watu katika maisha yetu, maana wetu wengi wanajua tu kutumia watu. Bwana Yesu asifiwe. Danieli 6 mstari wa 5. Danieli 6 mstari wa 5. Ni lazima tujue Mungu anataka nini katika maisha yetu. Maana nilikuambia kuja kanisani ukiwa na sababu ya kuja kanisani. Usikuje tu njoo watu wanakuja. Halo. Halo. Usikuje kanisani njoo watu wanakuja, ama njoo imefika Sunday, wacha niende kanisani. Kuja kanisani sababu umekuja kumwambia Bwana zile mahitaji uliye nayo ili akaweze kusema. Twende. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120. Kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. Ndio, endelea kidogo. Na juu yao akaweka wakubwa 3 na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Ndio. Basi Danieli alipata sifa kuliko wakubwa wa maliwali. Akapata sifa kuliko hao wakubwa wenzake. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Ndio. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Kwa maana alikuwa mwaminifu, wala alikuwa haonekani kosa wala hatia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Danieli alipoenda kwa utawala, maana alikuwa pia ni mateka kwa mfalme Dario. Biblia inasema mfalme akamchagua akiwa mmoja wao, kama nyinyi vile Mungu amewachagua. Lakini msipojua kuna shetani anawawinda, ndio unakutanga ya imani na mambo yako inadidimia. Biblia inasema Danieli akachaguliwa, na alipochaguliwa akafanya kazi kama vile Mungu alitaka afanye na vile mfalme alitaka, akapata kibali. Na alipopata kibali, sasa ikawa wengine wameanza kuinua wivu. So leo nataka ujue shetani atainua kiburi kwako sababu umefanya dhambi. Saa nyingine kwa uzuri wako, ni mara ngapi naambianga watu, unaweza enda usaidie mtu akiwa na nia mbaya, umpatie fedha zako na ende asifunge, na akifunga zile fedha wewe ndio utataabika, na ukuwa na makosa yoyote umesaidia. Bwana Yesu asifiwe. Basi Biblia inasema Danieli akatafutiwa makosa, wakajaribu katika kazi yake ikashindikana, ikabidi wamjaribu na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndipo unasikianga saa nyingine hata watu wa kwenu kuna uamuzi mwingine usiposimama vizuri utaregeza, sababu katika Mungu wako unasikia hapo unawekewa vikwazo, katika Mungu wako unasikia hapo mambo, yani vitu zile unaambiwa na unafanyishwa ni mbaya. Lakini sasa wacha nikwambie, ukisimama katika msimamo mmoja na Mungu wako na ukue, hautakuwa mtu wa kusitasita kusimama 50 vile nawaambianga. Hakuna dakika, siku ya mwisho watakutafuta wewe ili wakaweze kutukuza Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo 6 mstari 25 na 26 inasema nini? Hiyo Danieli 6:25-26. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote, akawaandikia watu wa makabila yote, taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia. Ndio. Amani na iongezeke kwenu. Ndio. Endelea. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu, katika mamlaka yote ya ufalme wangu, watu watetemeke na kuongopa mbele za Mungu, watetemeke na kuongopa mbele za Mungu wa Danieli. Oh my God. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai. Amina. Adumuye milele na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi maandiko ukisoma hiyo sura hapo ndio ufike hapa, utaona jinsi Danieli pia alikataa kutumikia miungu ya Dario. Maana pia yeye walimwambia asiombe, wakimwambia asiombe ndiye anaomba zaidi.
Wakimwambia asifanye hivi, anaenda kinyume nao, lakini anajua ako katika sheria ya Mungu wa nani? Ya Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Usiridhishwe vitu havifai, simama na msimamo kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kusiwe na rafiki atakutoa katika njia ili ukaweze kufanya mapenzi yake. Usifurahishe mwanadamu, furahisha Mungu, maisha yako ikaendelee. Furahisha Mungu naye akatukuzwe ndani yako. Biblia inasema Danieli akatafutiwa makosa na Mungu wake, na walipomtafutia ile makosa, Danieli akasimama, msimamo ni ule ule. Basi ikasemekana awekwe katika tundu la simba, na akakubali kuwekwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio Mungu ajitukuze ndani yako, lazima ulipe gharama. Niliwaambia tena, na gharama ya Danieli ni kurushwa akalala na simba. Bwana Yesu asifiwe. Simba wapo kwa simo, wako na njaa, wakarushwa, Danieli akarushwa akalala ndani pale. Hiyo ndio gharama alilipa. Biblia inasema mfalme akulala usiku huo. Kwa sababu gani? Alilala akifikiria mambo ya Danieli, na hapo asubuhi na mapema akarauka, na aliporauka akaenda mpaka pale Danieli alirushwa. Akamuuliza Danieli, mtu wa Mungu hupo? Akamwambia nipo, Mungu ameniokoa na vinywa vya simba. Ndiposa akasema atolewe. Bwana Yesu asifiwe. Na alipotolewa hapo mfalme akasema wote wale waliomrusha warushwe pale, tuone kama simba watawafeva kama Danieli. Haleluya. Biblia inasema hakuna alifika chini, wote waliraruliwa kabla hawajafika chini. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuheshimishe Mungu wetu na kulipa gharama katika hali yoyote. Halo, katika hali yoyote na mambo yote tusimame katika msimamo, tumheshimishe Mungu na ataheshimiwa kupitia sisi. Halo, sisi ndio tutamheshimisha huyu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya matendo. Maana mitihani mingine ukifanywa, si utakuwa peke yako membi. So usiposhinda nani atakuwa hapo? Hakuna. Lakini Mungu amejua umeshinda ama hujashinda. Bwana Yesu asifiwe. Basi Danieli akatangaza, akasema kutoka leo katika ufalme wangu nikiwa mfalme, hakuna Mungu mwingine atainuliwa wala kuabudiwa isipokuwa Mungu wa Pastor Gitonga Mlolongo. Haleluya. Haleluya. Lazima watu wakajue ukweli ulioko katika neno na wakaweze kusaidika na Mungu unayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Usiku umebeba Mungu na anajulikana tu. Sasa hivi umeambiwa ombea chakula mahali, wacha ajulikane kwa matendo yako na ajulikane kwa imani uliyoibeba. Mungu ajulikane ndani yako, na ndio Mungu ajulikane. Nimekwambia lazima ukatae, na usipokataa maisha yako itakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Basi Abrahamu Isaka akamwambia Esau, utakapochoka kutumika, utakapochoka kutembea na hiyo joko ambayo imewekwa kwa shingo, utakaposikia hiyo mizigo imekuwa mizigo, utaivunja, na utakaoivunja hapo Mungu ataachilia baraka zako. Haleluya. Biblia inasema Yakobo na kuiba mali yote alipoenda nayo, maandiko inasema iko siku ilifika akaenda pale kwa Labani, akakuwa na mabibi zake wawili. Maandiko inasema aliporudi kumuona Esau alituma mali yake yote. Halo, leo watarejeza, waambie waregeze chochote walichoiba chako, Mungu akuregeshe. Haleluya. Maana Biblia inasema alipeana hiyo mali yote, aliiba ndugu yake Esau ndio wapatane. Aliacha, alienda, alipofika karibu akatuma mali yake na watumishi, bibi na watoto, akabaki peke yake. Ndiposa sasa alibaki Betheli, akanginyana na malaika na akabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tujue kukataa, na tukikataa iko thawabu Mungu atatupea katika maisha yetu. Tusimame na miguu yetu. Leo nataka tukatae kila kitu unaona ambacho hakina msaada katika maisha yako, nataka ukatae leo. Hata kama ni marafiki ndio wanakurudisha nyuma, kataa leo. Hata kama ni hiyo kazi unafanya ndio unaona inakurudisha, ambia Mungu afungue njia na ukatae kutumika katika njia isiyofaa. In the name of Jesus, inua mikono yako juu katika jina la Yesu.
anza kumwambia Bwana, maana Esau aliambiwa utakapokataa utavunja kongo la shingo lako. Nawe nataka leo maovu yote na mambo yote iliyosimamishwa kinyume nawe, iliyotengwa na wachawi na waganga, leo lazima tukatae ile Mungu akatembee. Kataa, ninasema kataa. Ingia mbele za Bwana, kataa, 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 kataa yote. Mwambie Bwana atembee, mwambie Bwana ingilie kati, nawe ukaweze kukataa kutumikishwa na ufalme. Kataa watoto wako kuonewa, kataa hizo ndoto mbaya, kataa kuanzia kitu inashindikana katika jina la Yesu. Mwambie Bwana akutembelee, mwambie Bwana akuonekanie, mwambie Bwana atembee na wewe. Bwana akikushika mkono hautashindwa, hautaanguka. Bwana akikushika mkono utatoboa maisha yako. Kataa, 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 kataa. Funga macho yako, simama, inua mikono. Funga macho yako, kataa. Ambia Bwana, nimekataa kutumikiwa na shetani, nimekataa kuonewa. Nimesema simama. Hata kama uko mgonjwa, mwambie Bwana umekataa hiyo hali katika jina la Yesu. Bwana anatembea. Roho wa Bwana shuka mahali hapa. Tembea sasa. Roho wa Bwana tembea. Roho wa Bwana tembea. Ninaachilia Roho wa Bwana katembee katika anga ya mahali hapa, ili akaweze kukusaidia ukatae kila mambo yote unaoonyeshwa kwa giza, mambo unaoonyeshwa kwa ulimwengu wa roho. Ninasema kataa, kataa, kataa. Mwambie Bwana atawale, mwambie Bwana atembee, mwambie Bwana onekane, mwambie Bwana ajidhihirishe, mwambie Bwana kuonekanie, mwambie Bwana, mwambie, wacha kuchoka kusema. Anasema njoo tuojiane. Bwana anasema njoo tuojiane. Eleza mambo yako, upewe haki yako. Utapewa haki namna gani? Kama umwambie Bwana, kama ukatai kutumikiwa na giza, kutumikiwa na shetani, kama ukatai kila ufalme wa kuinuka kwa maisha yako, kataa hiyo madhabahu yao, kataa hiyo miungu yao, kataa, kataa, kataa katika jina la Yesu. Kataa roho ya mauti katika generation yako, kataa roho ya kifo katika maisha yako. Ninasema kataa, ninasema kataa, ninasema kataa. Kataa kutumika, kataa mizigo ambao umebebeshwa, kataa hiyo mizigo katika jina la Yesu. Mwambie Baba atembee kwa anga yako, mwambie Baba atembee kwa wanao, mwambie Baba atembee kwa watu wenu, mwambie Baba atembee kwa generation. Na Bwana akitembea, maisha ya mtu mahali hapa itapata ufunuo, itapata uvivio, itapata nguvu, itapata upenyo katika jina la Yesu. Ninasema kataa, 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 kataa. Ninasema kataa kuonewa na magonjwa. Ninasema kataa kuonewa na mizimu. Nimesema kataa umasikini kwa maisha yako. Ninasema kataa roho wa shetani kukujaribu. Hata Yesu alikataa jangwani kutumikia shetani, na baadaye akakuwa mshindi. Shetani alikataa, aliambiwa jiangushe, akakataa. Akaambiwa mwabudu, apewe mali yote, akakataa. Akaambiwa geuza mikate, geuza mawe ikuwe mikate, akakataa. Maana ikuwa busara kutenda hayo. Nawe kataa, nawe kataa. Kataa hiyo chipsi, kataa hiyo kuku. Baba akaonekane. Shandira Kimishe kina Abednego walikataa kutumikia miungu ya Dario, na walipokataa Mungu alionekana. Tukuza Mungu wako, Mungu wako atukuzwe ndani ya maisha yako. Kataa, ninasema kataa. Mungu ako na sababu, Mungu ako na uweza katika maisha yako. Kuna jambo jipya linatendeka kwa anga. Anga yako inafanikiwa, anga yako inafunguliwa, anga yako inafunguliwa. Kataa, ninasema kataa. Kataa huyo boyfriend wa kukwambia mulale kabla muyaoana. Mungu analeta mwingine, utainuliwa viwango. Ninasema kataa, kataa, kataa hiyo mipango ya kando, familia yako iponde. Ninasema kataa kwa jina la Yesu. Ninasema kataa kwa neema na mamlaka. Ninasema kataa, Mungu onekane kwako. Ninasema kataa katika jina la Yesu. Uwepo wa Bwana ushuke, Roho wa Bwana akatembee, neema ya Bwana ikashuke. Baba akatembee nawe, Baba akajionyeshe katika maisha yako. Ninasema kataa, Baba yuko mahali hapa. Ninasema kataa, Baba anatenda. Ninasema kataa, Baba anakujua, Jehova anakujua, Jehova anakujua. Kataa, unajulikana. Uwepo wa Bwana uko mahali hapa.
hapa. Roho wa Bwana anainua watu viwango kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, wewe unatosha na unastahili. Hakuna lisilowezekana kwako. Inua mikono yako, funga macho. Baba, ninakualika mahali hapa. Watu wako wanakataa ufalme wote wa shetani. Watu wako wanakataa nila zote za giza. Watu wanakataa kutumikishwa na madhabahu ya giza. Leo nami na mamlaka ya jina la Yesu ninafunga kila milango ilikuwa imefunguliwa na shetani. Kile ufalme wa kuinuka, kile ufalme wa kujinua katika jina la Yesu. Father, I worship you. Nataka niombe na mtu mgonjwa. Nataka niombe na mtu mgonjwa. Come here, we pray. Uko hapa, wewe ni mgonjwa, kuje tuombe. Kuna jambo jipya Bwana anaenda kutenda katika maisha. Oh, we worship you mighty. Ninajua Bwana unaweza na unatosha. Hakuna lisilowezekana kwako Baba. Watu hawa wamefinyiliwa na magonjwa. Watu hawa wamefinyiliwa na ufalme. Madhabahu ya shetani imesimama kinyume nao. Nami Jehova, neema ya Bwana inatufunza kukataa. Nimekataa kufinyiliwa kwao. Nimekataa maovu yao. Ninawasamehe. Ninawasamehe. Inua mikono yako, anza kumuita Bwana. Mwambie Bwana akutembelee. Mwambie Bwana akizuru wengine asikupite. Baba akizuru wengine asipite maisha yako. Baba akizuru wengine asipite familia yako. Bwana akizuru wengine asikupite. In the name of Jesus. Father, I worship you. Father, I worship you mighty. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, my Father. Unaweza, unastahili. Jehova, kwa neema na nguvu na damu ya mwana-kondoo, ninaachilia uweza wako sasa na nguvu na mamlaka. Holy Spirit, kwa mamlaka ya jina la Bwana, iwe ni wachawi walisimama, iwe ni watu walio na mamlaka walisimama kinyume na maisha yake, vunja hiyo roho, vunja roho, kausha now. It is now in the name of Jesus. Kausha, kausha, kausha. Liva devil, liva Satan, liva, liva. Achiliwe huyu, nasema achiliwe. Hakuna uchawi kwa nyumba ya Yakobo. Vunja madhabahu, vunja ufalme, vunja kila mikataba, uweza wote wa giza, shetani, uchawi, uchawi, kausha kabisa. Chukua virago, chukua virago. Nasema chukua virago vyako. Kamata, kamata kila virago, kamata kila madhabahu. Hakuna mateso kwa huyu. Umemtosa ya kutosha, umemtesa ya kutosha. Aya, who are you? Devil. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Sema raga, wewe ni nani? Nimekushika mateka. Nimekushika mateka. Aya, kamata kile uliweka ndani hapa. Huyu mwanadamu ako mbele za Bwana na ni kiumbe kipya. Hakuna madhabahu ya uchawi wala uganga utafaulu kwa maisha yake. Aya, mfungue. Nasema mfungue. Niamuri. Toa kila vifungo. Nasema toa vifungo. Toa vifungo. Tumia mikono mfungue vile ulifunga. Now, now, in the name of Jesus. Afunguliwe. Fungue kabisa. Fungue maisha yake. Fungue mwili wake. Nasema afunguliwe. Na mlango wa kuzimu ndio huo. Fungue haraka. Fungue haraka. Fungue. Fungue haraka. Nasema afunguliwe. Fungue maisha yake. Leo kumewaka moto. Leo kuna moto, mfungue. Nasema mfungue. Fungue, hauna mamlaka. Ninashika mateka kila madhabahu na ufalme wako. Haya, ninafunga.
fungua kabisa. Nasema mfungue. Fanya ishara zote, lakini utaaga na uende. Kumewaka moto. Fire is upon you. Mangaiko, ninaachilia mangaiko. Mateso, teseka kabisa. Teseka, umemtesa kwa muda. Teseka kabisa. Na ninakung'oa kila pando shetani alipanda kinyume na maisha yake. 1, 2. In the name of Jesus. Ninakuweka huru katika jina la Yesu. Na uponyaji wa Bwana ushuke juu yako. Kila miungu ya ukuonea na mishigo unayobebeshwa yote ninakuta kwa mamlaka. Jesus name. Ninakuponya sasa kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji wa Bwana. In Jesus name. Roho ya mauti, kifo na kaburi amutamuona tena kuanzia leo. Huyu amefunikwa na damu ya Kristo. Baba, mtembelee na umtetee. Jesus name. Holy Spirit, malaika wa ripoti njema utembee naye na umpiganie. Jesus name. Father, in the mighty name of Lord Jesus, I release your power and the anointing of the Holy Ghost. Ninavunja kila madhabahu na ufalme na uweza na mamlaka yote kinyume na mama huyu. Baba, kila aina mali milango ya magonjwa imefunguka ikaingia. Vunjika, vunjika. It is now in the name of Jesus. Kila madhabahu, kila ufalme kwa jina la Yesu ninaachilia moto. Vunja kila madhabahu, vunja kila madhabahu, vunja kila madhabahu. Now, kila maagano, kila ufalme kwa kuinuka na kuinuka, ndio inavunjika, inavunjika. Devil, come out! Toka ndani yake. Mwache, liva. Amepitia uchungu kwa sababu shetani umejiinua. Leo nimekukamata. Fire, blood, fire. I release fire. Someka kabisa. Liva. Achilia kwa jina la Yesu. Moto, shuka kabisa, shuka moto, moto, shuka. Chomeka kabisa, chomeka. Shetani na mahangaiko, umeleta mahangaiko kwa mwili wake. Ile madhabahu umejenga kwa mwili wake, chomeka. Ponya mama huyu, ponya ndoa yake, ponya uchungu aliye nao wa roho. Inatendeka. Yoyo, choma madhabahu, ichomeke kila maagano, kila miungu, kila madhabahu. Ndio hiyo uchungu, ondoa kabisa. Nasema iondoke. It is now. Kabisa, kauka kabisa. Choma magano, achilia moto hapa. Fire! Achilia moto. Choma hiyo magano. Kile alilishwa usiku wa manane katika ndoto. Kitoke kwa moto. Ninasema kitoke kwa moto. Huyu achiliwe huru. Huduma yake iachiliwe. Kazi ya mikono yake iachiliwe. Nyumba yake iachiliwe. Madhabahu ya uganga, kufa. Die now. Kufa kabisa. Kufa madhabahu ya shetani. Uchawi. Nimekung'oa. Toka kabisa. Liva. Mwache huyu. Liva now. Achiliwe. In the name of Jesus. Kila mizigo amebebeshwa. Ulimwambia Esau, utakapochoka toa hiyo kongo kwa shingo, nami kwa mamlaka kila magonjwa ilikuwa imeachiliwa. Leo nimeondoa na kila pando la shetani nimeling'oa kwa jina la Yesu. You are more in the name of Jesus. Total deliverance. Jehovah, in the name of Jesus, I call upon your power and anointing. Kwa mamlaka ya jina la Yoshua Masia. Holy Spirit. Safisha hili hekalu, lisafishwe. Kila uovu, kila maovu yote, kila madhabahu, kila ufalme uliyesimamishwa. Kauka. It is now. In the name of Jesus. It is now. Kila roho yote na uwezo wa giza, toka. Liva. Mwachilie.
Mwachilie kwa jina la Yesu. Achilia maisha yake. Ninasema mwachilie. Huyu achiliwe. Roho ya kufuatilia, roho ya kusimama kinyume, kauka. It is now. I reap your power and the anointing of the Holy Ghost. Receive it. Receive it. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Kila magano. Kila magano. Kila magano. Kila magano. Kila magano. Aya, moto, 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 moto. Choma kabisa. Choma kabisa. Choma hiyo magano. Ichomeke kwa jina la Yesu. Baba, ichomeke kila madhabahu ya giza, magano ya shetani yote yaliyolishwa kwa moto, hekalo lisafishwe, nao lisafishwe. Nasema lisafishwe. Ni kwa mamlaka, ni kwa mamlaka, ni kwa mamlaka. Kila uweza na kila madhabahu, kila roho na kila miungu ya kupisha kwa maisha yake, iva nao. Mwache, mwache, mwache. Toka, toka kwa maisha yake. Iva nao, iva nao. Mwache kwa jina la Yesu. Ninakausha na kila pando shetani amepanda, ninaling'oa kwa mamlaka. Napanda pando la Holy Spirit. One, two, three. Jesus name. You are free in Jesus name. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nimekataa kila roho ya magonjwa, madhabahu ya kubebeshwa kinyume na kinayana huju, nimeifunga kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, madhabahu yote na maneno yote kinyume na watoto hawa, nimekausha kwa jina la Yesu. Miungu yote ya kuwafuatilia, maroho yote ya kutembea katika anga zao, nimewaregeshea afya zao, nimeregesha na maisha yao katika jina la Yesu. Na washingira wote na mshingiro wa damu ya Yesu, na malaika wa ulinzi akatembea nao katika jina la Yesu. Receive it. Malaika wa ripoti njema. Hawa si watu wa kuwa wagonjwa, hawa ni watumishi wakubwa. Ai, kazi kubwa Mungu atatenda kwa maisha yao. In Jesus name. Nataka niombe na mtu hapa. Kuna mambo umejaribu kukataa ikashindikana. Ulifanya ukiwa kijana ama ukiwa mtu mzima, na hayo mambo yamekunyima amani. Unajaribu kumwambia Mungu, nisaidie. Yale ambayo Paulo akasema, yale mimi upenda kufanya siyafanyangi, ninakutanga nimefanya tofauti. Uko hapa, kuja hapa tuombe. Kuna jambo umejaribu kuacha limekushinda, sitaki uniambie ni nini. Kuna mambo umejaribu kukataa imekataa, njoo kwa madhabahu niyapinge leo, na Mungu atasimama na wewe. Harakisha, harakisha, harakisha. Hakuna. Kuna mambo ulifanya ama ukafanyiwa na unakataa, hiyo hali imeshindikana. In the name of Jesus. Inua mikono yako mama. Mwambie Mungu leo umechoka. Ambia Mungu, nimechoka baba. Baba, nimechoka. Hakuna mwingine. Nikifunga hii nimeifunga. Yes, mwambie Baba, nimejaribu hili jambo baba, unajua. Na nimeshindikana kwa maisha yangu baba. Wacha ikue leo ndio mwisho. Baba. Yes. Yes. Baba, unatosha na unaweza. Mama huyu yuko mahali hapa, unamjua zaidi. Unajua maisha yake. Yes. Yes. Uchungu wa rohoni. Uchungu wa rohoni. Revival, 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 revival. Ingia ndani. Navunja, navunja, navunja hiyo magano. Roho. Achilia roho mama. Achilia roho. Sahau kabisa kwa jina la Yesu. Kwa ulimwengu wa roho, ninasema kataa. Ninasema kataa. Ninasema kataa. Kataa kwa roho, kataa. Baba yuko, atie muhuri katika jina la Yesu. Now, in the name of Jesus. Baba, simama naye. Kila mizigo amebeba, kila mizigo amebebeshwa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho wa maagano,
choma moto, choma moto, choma moto, choma moto, choma moto katika jina la Yesu. Fire Holy Ghost. Haya kwa jina la Yesu. Hiyo neema imsaidie kukataa. Neema imsaidie kukataa. Neema imsaidie kukataa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo leo ifutwe. Ifutwe kwa ulimwengu wa roho na mwili. Inafutwa, ndio hiyo. Ndio hiyo inafutwa. Inafutwa kwa jina la Yesu, inafutwa kwa damu ya Yesu, inafutwa. Ifutwe kabisa. Ifutwe kabisa. Ifutwe kabisa kwa mawazo. Ifutwe kwa ulimwengu wa roho na mwili. Iondolewe katika jina la Yesu. 1 2 3 Jesus name. I set you free in Jesus name. Believe in God. All is well in Jesus name. Yote imefutwa katika jina la Yesu. Achilia roho ya msamaha na usamehe in Jesus name. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu, unayejua mwanadamu, unajua maisha yake na mawazo, maneno yote na mambo yote Jehova aliyotenda ikakuwa kizungumkuti katika maisha, amejaribu kuachana nayo na imemshinda. Leave now in the name of Jesus. Roho Mtakatifu, tenda, jidhihirishe, jitukuze, onekana. 1 2 3. Nimeondoa kwa jina la Yesu. Funga macho, inua mikono yako. Father, in the mighty name of Lord Jesus, ninasimama kinyume sasa na kila mateka, kila ufarume wa shetani kinyume na maisha ya mama huyu. Ninavunja maneno yote iliyotamkwa na watu walio na mamlaka. Haya, ifutwe, ifutwe sasa. Nasema ifutwe. Waliomunena mabaya wakamuchimbia hata Bwana kufa kwake. Ninakausha, ninakausha hiyo kilio walimwekea. Ninaondoa sasa, ninaondoa hiyo roho ya mateso. Toka kabisa, kauka, kauka, achilia moyo. Roho wa Bwana anapita, Roho wa Bwana anaingia, Roho wa Bwana anafanya mageuzi, Roho wa Bwana anafanya mageuzi, Roho wa Bwana anafanya mageuzi katika jina la Yesu. Kibali cha Bwana, kibali cha Bwana. All spirits, all spirits, fire plus fire. I release fire. Ninaachilia moto, ninaachilia moto wa Roho wa Bwana, moto wa neno la Bwana, moto wa neno la Bwana. Haya, kila vitu amerishwa, moto wa Bwana kausha, teketeza, teketeza, safisha ili hekalu Roho wa Bwana katika jina la Yesu. Na kila pando shetani amepanda kinyume na maisha yake, Jesus name, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila mitego, mipango, madhabahu na mamlaka ya giza yote ikauke. Kauka, nasema kauka, kauka, liva, mwache huyu, liva now in the name of Jesus. Fire, madhabahu ichomwe, madhabahu ichomwe, maneno yote, ufarume na miteo ya wachawi katika maisha yake. Chomeka, 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 liva, achilia maisha yake, achilia anga yake, achilia sasa katika jina la Yesu. Yachiliwe, 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 yachiliwe. It is now. Ina roho ya maagano, 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 kausha kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto. Shetani, kamata virago vyako, kale yuagonza, liva nao, liva nao, liva nao. Kile atafanya kitafanikiwa. Jesus name.
Kila mmoja simama, inua mikono yako juu. Kuinua mikono juu ni ishara ya kushalenda mbele za Bwana. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwanao. Kuna baadhi ya mambo mimi ufanyishwa kama sitaki. Uza roho, sema roho yangu, sema roho yangu. Mambo yote ambayo inatendeka pasipo idhini yangu, mambo yote unashurutishwa pasipo idhini yangu, kwa jina la Yesu leo nimekataa. Sema, Baba nisaidie. Kuanzia leo nahitaji neema yako, nahitaji uwepo wa kipekee. Nisaidie kufanya uamuzi, nisaidie kukataa, ukaonekane ndani yangu. In Jesus name. Father, in the mighty name of Lord Jesus, I worship you, you are holy. Watu hawa tembea nao kila mahali wendapo, wainue viwango, wabariki, watakaze na watendee. Kibali chako kikaonekane kwa maisha yao. Roho Mtakatifu wape neema, imani na amani katika maisha yao. Popote wendapo wakuone, lolote wafanyalo likafanyike. Baba, hata mimi nimekataa watu wao kutumikishwa katika miungu ya kigeni. Nimekataa watu wao Bwana kuonewa na farume na madhabahu. Simama nao Bwana, uondolee na ukawainue viwango. Kanisa lako likashindi kukua, madhabahu hii kawapiganie. Kila mmoja apiganwe na madhabahu, kila mmoja apiganwe na madhabahu, kila mmoja apiganwe na madhabahu, na sifa na utukufu ikurudie, maana Bwana unaweza na unatosha. Na in the mighty name of Lord Jesus we pray and believe. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri.